Akili yako wewe lazima iamini kwamba kufanikiwa ni jambo la lazima. Yaani kuanzia leo mimi kufanikiwa ni jambo la lazima. Lazima tukubaliane hivyo. Na jambo la kwanza, lazima uandae leo mikakati ambayo wewe unaamini kwamba kufa na kupona, hata iweje, hata iwe nini, lazima nifanikiwe tu kupitia mkakati huu. Na usisubiri kesho. Wewe kama unaona kuna njia yako wewe unaona inakufaa, anza kuifanyia kazi leo au kuifanyia majaribio leo. Eleanor Roosevelt ambaye aliwahi kuwa mke wa mmoja wapo ambaye aliwahi kuwa rais wa Marekani, aliwahi kusema kwamba I am who I am today because of the decision I made yesterday. Kwamba niko hivi nilivyo leo kwa sababu ya maamuzi niliyofanya jana. Sasa wewe kama unataka kufaulu masomo, unataka kuingia kupata mtu mwenye uhusiano, unataka kupata pesa, unataka kupata kazi ambayo ndio unaona itakupa heshima, hata kama sio ya serikalini, lakini unaona kama ndio itakupa heshima, basi lazima uamue kufanya leo kwamba bwana liwalo na liwe, lazima iwe hivyo. Usingoje kesho. Lakini jambo kubwa zaidi, kama umepambana sana lakini bado unashindwa, basi punguza kutumia akili yako mwenyewe. Tumia akili za mtu mwingine. Kwa mfano wewe unaona kila unapopambana upate GPA kubwa ngoma inagoma. Unasoma sana lakini hautoboi. Basi hangaika na wale ambao wanafaulu. Nilikuwa nacheka sana kipindi kile nasoma, kuna watu walikuwa wanaita formation za kwenye mitihani. Yaani wewe unaona akili yako ni mbovu, bado unajia pambana sana, unang'ang'ana sana kwenye mtihani. Kwamba liwalo na liwe wewe tu lazima ufanye mtihani peke yako, unafeli lakini bado unang'ang'ana tu. Lazima upige jicho kidogo kushoto na kulia bwana, hapa mimi lazima nitoboe. Iwe isiwe, sio dhambi. Ukishatoboa, ukishafaulu, hakuna mtu ambaye atakwambia bwana uligilizia. Lakini kikubwa lazima ufaulu kwa sababu wewe unaamini kwamba katika kufanikiwa kwako ni jambo la lazima kwenye maisha yako. Albert Einstein aliwahi kusema kwamba we can't solve our problem by using the same level of thinking that we used when we created them. Hatuwezi tukatatua matatizo tulionayo kwa kutumia akili ile ile ambayo tumeitumia kutengeneza matatizo haya. Sasa ndugu yangu, wewe akili yako unaona kama ndio inayokusababishia changamoto, afu unaitumia hiyo hiyo kutatua changamoto hizo hizo. Kama utakuwa tu unalalamika kwamba hautoboi. Na jambo lingine la tatu, lazima tuaminiane kwamba kukata tamaa ni mwiko, lakini pia tupunguze kufanya mambo madogo ambayo yale mambo madogo tupunguze sana kuyafanya yale mambo madogo ambayo yani tufanye mambo makubwa. Mmoja wapo mwandishi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Les Brown aliwahi kusema kwamba most of people fail in life not because they aim too high and miss, but they aim too low and hit. Watu wengi wanafeli kwenye maisha sio kwa sababu wanafanya mambo makubwa kwao na hayafanikiwi. Hapana. Ila ni kwa sababu wanafanya mambo madogo ambayo hata wakiyafanikisha bado wanabaki kwenye kundi la wasiofanikiwa. Wewe unataka ufaulu, upate ufaulu mkubwa darasani, unasema bwana mimi lazima nisipate sapu, lazima nipate C. Sasa lazima uangukie kwenye D. Kwa hata kama unaona akili zako wewe ni za kuku, lazima useme bwana na hizi akili zangu za kuku mimi nitapata A. Na juhudi nitakoiweka mimi ni ya kupata A. Kwa ukiangukia kwenye B, ukiangukia kwenye C ni jambo la kawaida sana. Sasa wewe unakatishwaje tamaa na vitu vidogo? Tumaini ndio msingi utakao kufanya wewe ufanikishe jambo lako. Niwahi fuatilia kisa kimoja, mwandishi mmoja wa habari aliwahi mhoji mmoja ambaye alikuwa waziri mkuu wa Uingereza kipindi hicho cha vita vya pili vya dunia, ambaye alikuwa anaitwa Winston Churchill. Winston Churchill aliulizwa kwamba kwa nini Uingereza hamjawahi kutawaliwa? Hipi siri ya mafanikio yenu? Mnawezaje kumshinda Hitler? Yule waziri mkuu alisema kwamba silaha kubwa tunayoitegemea sisi Uingereza ni hope, tumaini. Tunatumaini kwamba tunashinda, na kweli waga tunashinda. Sasa watu wanakatishwa tamaa na vitu vidogo sana. Hata kama watu wanakuuzi, wanakukela, basi wewe lazima uamini kwamba lazima utoboe kwenye jambo ambalo unalitamani. Frank Sinatra anatupa honyo kidogo, anasema kwamba the best revenge in your life is massive success. Kwamba yani wewe kisasi kikubwa kwa watu wanaokukela sio kukatisha tamaa, ila ni kufanikiwa mafanikio makubwa ambayo watayashangaa katika namna hiyo. Kwa lazima tuamini kwamba kufanikiwa ni jambo la lazima na lazima iwe hivyo.
Tusisubiri mpaka ufe ndo useme kwamba bwana sasa iko hivi. Na kweli ni kichekesho sana. Dr. mmoja wa PhD alikuwa anaitwa Dr. Miles. Dr. Miles Monroe alisema kwamba eneo tajiri kuliko yote duniani sio kwenye machimbo ya dhahabu, sio kwenye maarifa ya elimu kubwa, lakini eneo tajiri duniani ni kwenye makaburi. Akasema kwenye makaburi huko kuna viwanda ambavyo havikuwahi anzishwa, kuna vitabu vizuri ambavyo havikuwahi andikwa, kuna makampuni makubwa ambayo hayakuwahi kuanzishwa, kwamba watu yani wanakufa halafu hawaanzishi kile kitu ambacho walikuwa wanakipenda mpaka wanakufa nacho kaburini.